za jumla. Jumla maana yake ni kwamba ni ujumla wa mambo yote. Anaposema kwamba hii ndiyo jumla, hii ndiyo jumla, maana yake dunia nzima. Gusa chochote, soma sana, shika hela, usishike hela, uwe tajiri, uwe mlembo, uwe misi. Anasema mhubiri ya kwamba hii ndiyo jumla. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndiyo nini? Hii ndiyo jumla. Ukimwona mtu analinga na combat mtani, ukiona mtu analinga na suti mtani, ukiona mtu analinga kama mimi daktari, wewe mkumbushe tu, mwambie ya kwamba wewe mwanadamu unaijua jumla ya maisha yako. Unajua katika haya jumla yake unatakiwa ufanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanadamu hawajui ya kwamba jumla yetu ya maisha ni kitu gani. Lakini mhubiri anatuambia jioni ya leo ya kwamba hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha sikia. Maneno gani unajua? Mhubiri kwanza mstari mhubiri moja, na nielewa vizuri. Mhubiri moja ya watumishi au waandishi wa Biblia waliojaribu kufafanua kila uzuri uliopo duniani, mhubiri amefafanua. Ndio radha ya kila kitu, uchungu wa kila kitu. Mhubiri amesoma kitabu cha Mhubiri, ni kifupi sana lakini kimefafanua. Amina. Ukisema wewe unaijua raha ya hela, kamuulize nani? Mhubiri. Ukisema wewe unajua raha sijui ya kumiliki majumba, nenda kamuulize mhubiri. Ukisema wewe unajua uzuri wa wanawake, raha ya wanawake, wewe bado hujajua, kamuulize mhubiri. Mhubiri ndio funga kazi ya kila kitu unachokiona duniani. Nani mwanaume utamfananisha na mhubiri Sulemani? Anielewa vizuri hapo? Zunguka wanadamu, tangu kuumbwa kwa dunia hakuna mtu anayeweza kuvunja rekodi ya Sulemani. Na ndio maana Biblia inamwandika Sulemani kama ni moja ya mtu ambaye alikuwa ni hatari, mpaka Yesu anakuja kumsema ya kwamba maua haya hajapata kuvikwa kama alivyovikwa nani? Sulemani. Maanake Sulemani kama ni kwa habari ya fahari ya dunia alijua. Unasema wanawake, jana nimehubiri kwa habari ya zinaa, kwamba zinaa ni mbaya, uzinzi ni mbaya. Zinaa haijawahi kumheshimisha mtu, zinaa haijawahi kumbariki mtu. Hata kama upo kanisani ukijificha unafanya zinaa, zinaa itakuaibisha tu. Haleluya. Zinaa hata kama leo itakupa milioni moja, kesho itakuaibisha tu. Wako watu wanajiisha, wanaishi maisha ya kujiisha, lakini ile zinaa ambayo inakupatia hela itakuumiza tu. Sulemani, funga kazi. Unasema najua uzuri wa wanawake, siwezi kuokoka kwa sababu wanaume wengi wananitongoza. Kupitia wanaume nakula hela, kupitia wanawake nakula hela. Mimi wanawake naona wazuri. Wenda hapo ulipo umetembea na wanawake 100 tu. Hata useme wewe ni malaya namna gani, sasa wewe umetembea nao. Wewe umefanya nini? Wewe umetembea nao. Yaani umezini naye mara moja, yule mara mbili, kwa sababu wengine wananua makaba kwa mwaka, ananua makaba 30. Siku moja niko napita kwenye mtandao, mtu mmoja anatoa bajeti ya mwaka akiishi Dar es Salaam. Anasema sina shida kwa nikiishi Dar es Salaam, kuna bajeti ya chakula. Amen. Amen. Bajeti ya usafiri. Ili nisiwe na mambo mengi, na bajeti ya kununua kahaba. Yaani mtu anapanga bajeti, yaani walau kwa wiki 10,000 tu itanitosha, kwa sababu anajua Dar es Salaam kuna makahaba wa sehemu unanunua 2,000, kuna sehemu 1,000, kuna sehemu 10,000, kuna sehemu 100,000. Yaani kila eneo lina makahaba wa design yake. Wewe unaenda kununua 2,200, yeye akwenda kununua 2,000, aliamua kuoa ndani, weka ndani 1,000. Yeye alioa 1,000 na bado Biblia haisemi kwamba kuna wanawake uko wanalalamika njaa, wanasema tunakonda. Hamna. Sasa nikuulize swali, wanawake wangapi? 1,000. Alikuwa watu wangapi? Watu watuhubiriaji ukweli wakati tunasahau. Kama alikuwa na wanawake 1,000, alikuwa na watu wangapi? Na Biblia haijasema kwamba Sulemani alikuwa na watu 4 au 5. Haijasema. Kwa sababu imejua ikisema jamaa rajaza nchi.
Ndio maana umeambiwa tu alikuwa na wanawake wangapi? 1000. Watoto hawajulikani, wajukuu hawajulikani. Wanawake 1000, piga tathmini tu, kila mwanamke ana watoto 4. 4000. Huyo ni jamaa mmoja, na ndio maana ameandika kitabu, anasema mambo yote chini ya jua ni ubatili na kujirisha nini? Upepo. Wanakuita mlembo misi, mhubiri anasema ni ubatili, ni kujirisha upepo, kwa sababu wewe unakaita kamisi kamoja, mimi nilikuwa na vimisi 200. Wewe unakaita karembo kamoja, unaita mke wangu bonge bonge mmoja, unalingalinga na vimalaya 4 5 5. Mhubiri anasema mimi nilikuwa na 1000. Lakini baadaye anakuja anapigia mstari mwekundu ya kwamba mambo yote ni ubatili na kujirisha upepo. Mwisho ana conclude, anasema hii ndio nini? Jumla ya maneno yote yamekwisha kufanya nini? Sikiwa. Mwisho wa siku kufanya nini? Malizia hapo. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha. Yaani fanya mambo yote mwanadamu na kukumbusha, lakini jua jumla ya mambo yote ni haya. Anasema mche Mungu, nawe uzishike amri zake, hayo mengine yote achana nayo. Anielewa hapo? Amen. Haya mengine yote piga nayo mbio, lakini siku ya pili sema Mungu, nimejua kwamba mhubiri ameniambia jumla ya mambo yote nikuche wewe. Nitaenda kwenye biashara, nikirudi naenda kukucha wewe. Nitaenda ofisini, nikirudi naenda kukucha wewe. Dunia ina waya, ninarudi kukucha wewe. Dunia ina yumba, nitarudi kukucha wewe. Umenibariki 5,000, ninarudi kukucha wewe. Umenibariki milioni 2, nitarudi kukuabudu wewe. Haujanibariki, nitarudi kukuabudu wewe. Umenipa mme, ninarudi kukuabudu wewe. Umenipa mke, ninarudi kukuabudu wewe. Umeninyima vyote, ninarudi kukuabudu wewe. Mhubiri anasema hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha kusikiwa. Tumche Mungu. Amen. Haleluya. Mche nani? Mche Mungu. Umepata mche Mungu, umekosa mche Mungu. Amina. Mhubiri tunayemsema hapa anaitwa Suleiman Koire, ambaye ni mhubiri anajaribu kufafanua. Mhubiri azungumzi umaskini tu, mhubiri azungumzi utajiri tu, anazungumza mambo yote, na kwamba Mungu akikupa mche, akikunyima mpe mche, kwa sababu tumejifunza cha jana katika Luka 4 ya kwamba shetani anamwambia Yesu, ukinisujudia ndio yote. Kwa hiyo sisi nataka tumsujudie Mungu ili atupe yeye, kwa sababu tunajua shetani sio vya kwake hivi. Naeleweka? Amen. Shetani sio vya nani? Ya kwake. Sio vya kwake. Sio? Ya kwake. Hakuumba yeye. Samaki aliumba yeye? Hapana. Wanyama aliumba yeye? Hapana. Wanaweza sio sana? Majumba ameumba yeye? Hapana, ni vya Mungu. Ila shetani tukatupiga chenga mahali. Sasa kwa kuwa ametupiga chenga, anataka tumwabudu yeye. Hatumwabudu hatumwabudu kwa sababu tunajua alitudanganya kupitia mali yetu wenyewe. Unaelewa vizuri hapo? Alitudanganya kupitia mali yetu wenyewe. Yaani kwa lugha nyepesi wanasema kikulacho kinguoni mwako. Unaelewa vizuri? Naam. Kikulacho kinachokuumiza kiko kwako, kiko ndani yako. Kwa shetani hakuja kumharibu mwanadamu na mambo mageni, alimharibu kupitia mambo aliyokuwa nayo mwenyewe, aliyokuwa haki yake mwenyewe, aliyopewa yatawale mwenyewe. Wangapi wamenielewa maana yake? Amen.